Wassalatu wassalamu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli ni siku nzuri sana, ni siku yenye furaha kwa kuwa tunafungua nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaallah. Hakuna kitu kizuri ambacho kinafurahisha ukikifanya Mwenyezi Mungu akawa anakuridhia, basi unakuwa katika heri nyingi sana. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ukiangalia katika sura Tauba takriban aya ya 18, Allah tabaraka wa taala anasema innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Si vinginevyo wale mnaoona wanashughulikia habari za kuimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu, wanazijenga, wanaenda huku na kule, na mwingine wanawakera watu kwa sababu ya kuweka vitu vizuri kama hivi, wana sifa mbili kuu. Sifa ya kwanza anasema kwanza wanamwamini Mwenyezi Mungu, man amana billahi. Ukimwamini Mwenyezi Mungu ina maana automatically akili yako itajiuliza, nimeshamwamini Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndio ameniweka hapa na ana hiki alichoniruzuku. Kama kuna kitu alichoniruzuku, bila shaka Mwenyezi Mungu pale mbele akasema sifa ya pili, wal yawmil akhir, na wanaamini siku ya mwisho. Siku ya mwisho ina nini? Ina mahsab, siku ambayo hakuna pa kujificha hata chembe ya amali ya aina yoyote. Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu au faman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Ziko vile. Kwa hiyo chochote hata kiwe ni kidogo vipi, siku hiyo kitaonekana. Kwa hiyo yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu akaamini na siku ya mwisho akasema kwa hiki nilichojaliwa na Allah ataniuliza. Kuna mtu amejaliwa na Allah kuhamasisha, pesa hana, lakini Allah amemjalia uwezo wa kuhamasisha, anao. Kwa hiyo huo uwezo ataulizwa, ulitumia vipi kuhamasisha watu waweze kujenga nyumba ya Allah? Lakini kuna mwingine hawezi hamasa ya maneno, lakini anayo fedha. Kwa hiyo anaangalia, mimi hiki nilichonacho pia Allah atakiuliza. Mwisho wa siku anafanyaje? Basi Mwenyezi Mungu anasema hawa watu katika sifa hizi, watu wanaoamini Mwenyezi Mungu wal yawmil akhir, na wakaamini siku ya mwisho. Ndio maana ukaona wakaja kuweka hii. Watu wamekaa wakafikiria kusema hizi pesa hizi naweza kujenga migorofa huko, ni kizima tu, qalu inna lillahi. Basi utasikia mimi ni mjukuu wake, nilikuwa nimetoka kidogo katika utafutaji, kwa hiyo anataka sehemu ya maana. Mwingine mimi mtoto wa babangu mdogo, mwingine, kila mmoja. Basi unakuta ile kama ile gorofa linauzwa wanagawana, hakuna hata kukusomea suratul Fatiha. Lakini ukiweka kitu kama hiki, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu anakuletea akaunti yako inaendelea kufanyaje? Kusoma. Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu akasema waman ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Lakini hawakuishia hapa tu, kisha wakatoa zaka, waqamu salata wa ata zakat, walisimamisha swala na wakatoa zaka. Swala mnaisimamisha wapi? Ni humo msikitini. Hata sisi wanaume tuambie tuswalie wapi? Msikitini. Wanawake peke yao ndio wamepewa nafasi ya kuswalia nyumbani. Kwa hiyo ili sala tano zisimame lazima tuje msikitini. Kwa hiyo ukitazama msikiti, mashallah, wallahi kama hatuna waombari wote tuseme msikiti mashallah. Tena mashallah. Tena mashallah. Allah wabariki kila aliyotoa mawazo, fedha, juhudi, akamshawishi mwenzie kusimamisha jengo hili. Allah amlipe kila la kheri
na ndipo kwa uzito anatakiwa kulipwa. Lakini aya ikaendelea ikasema walam yakhsha illa Allah, lakini hao watu tuliowataja katika sifa hizi mbili hawakumwogopa yeyote ila Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine anakuambia shekhe, hebu tuchangie hapa, tunafanya mmeanza hizo michango lakini wao hawakuogopi, wanaendelea kukufikishia wala yakhsha illa Allah, wanamwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine wanakuwa misukosuko, wanakula hela hao, wanakula hela wewe haone tu hivyo, michango inapita lakini haifiki, wao wanapiga konde mioyo yao, wala yakhsha illa Allah, bado wanaendelea kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini hapo wanaamini ya kwamba hicho walichokifanya watakuja kupewa siku ya Kiyama. Basi Mwenyezi Mungu alisema ulaika, hao waliofanya hao, ayakuna ila muhtadin, hao watakuwa miongoni mwa wenye kuongoka. Asa ayakuna ila muhtadin, na asa katika wafano wanajua Mwenyezi Mungu hii sio litaraji, hii ni wajibu. Hakika Mungu atakuja kuwalipa. Kwa hiyo niwapongeze sana ambao walioweza kuleta msikiti huu, na sisi tulioletewa msikiti, jamani, hii ni dhima. Inawezekana adhana inatoka katika msikiti ulioko jirani yako, wewe unavuta shuka unalala, asubuhi usali, adhuhuri inakukuta huko hapo uswali, unaupita tu, utakwenda ulizwa. Watu wameshajivua dhima, wameleta msikiti mzuri mashallah, unafurahisha hata kutazama. Watu hapa tunatamani tuingie ndani kwa haraka. Wa kwanza mimi, yani niko nikitazama ile milango kwanza ilivyonakishiwa, nikitazama hizo tiles hizo, natamani wa kwanza kuingia hapa kwa hapa. Natamani Allahu Akbar. Macho hayatoki kutazama. Sasa Mtume Muhammad sana akasema man bana al-masjid, mwenye kujenga msikiti hapa duniani, bana Allahu baita fi janna, Mungu anaweza kukujengea nyumba peponi. Nyumba za Mungu hazina, unaona hizi hii ruvazi ina simenti na mchanga. Pale ukitoa ile tiles mule kuna simenti na mchanga. Nyumba za Mwenyezi Mungu hazina simenti wala sijui ya Dangote, sijui ya zile zimejengwa kwa lulu, madini maalum. Hakuna ugomvi wa fundi na mwenye kazi, bwana wewe umenipiga hapa, hii lesho yako sio kali. Hakuna. Sasa hebu angalia inavyong'aa hivi, alafu piga ile Mwenyezi Mungu, itakuwaje? Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hizo nyumba za peponi. Na sisi tunaweza kujenga. Usifikiri kwamba lazima uwe na milioni 10 ndio utajenga. Ukisikia mahala pana ujenzi, una buku lako. Kama una buku basi una 1000. Hiyo 1000 unaenda kufanyaje? Ukimeelewa vizuri. Ukiwa huna buku unaweza kuwa na 1000. Kata hizo mbili. Kama una buku katoe. Kama una buku na 1000 katoe. Utakuta akaunti yako imesoma fulani bin fulani amejenga msikiti ya nani? Wa Allah. Ile ya 1000 yako. Kwa hiyo usubiri mpaka umiliki milioni 10. Kwa hiyo tuwe wepesi katika kushiriki. Hapa kutakuwa na mambo mbalimbali baadaye, inshallah kutakuwa na usafi, kutakuwa na huduma za kuweka umeme. Kwa hiyo tujitahidi tuweke ushirikiano. Tusisubiri kila kitu wafanye wafadhili. Sisi tutakuwa watu wa mwisho, na sisi siku akaunti zikifunguliwa na kwa tupo. Kwa hiyo na sisi ukiwa na hiyo 2000 5000, jamani umeme huu unatoa, jamani maji unatoa. Lakini wengine tunakaaga hivi na tunaridhika. Unaingia msikitini unaswali, feni zinazunguka, tena mtu hivyo anapoga mbishi, unasikia kugeuka, washa feni. Kama yule anashughulikia pale hajamsikia vizuri, sikia mzee jeuri kweli. Hasa ni kama tunachoma na joto, washa feni. Hapo kutoka pale anaondoka, hatoi hata sadaka. Maji anaweza kufungua kwa anawaika na anachukua simu. Bwana sikiliza, yanatoka yanawaika, nitakupigia nikitoka na ingia msikitini. Lakini usisahau ana sekunde 5 anauhadithi mtu, maji yanatiririka. Hapo kutoka pale hajikumbushi jamani ya maji yana huduma na mbili yangu ni iache. Hakuna. Kwa hiyo hivi vitu kwa sisi Waislamu tusiwe navyo.
huduma kama hizi tuwe tunachangia. Tuseme inshallah. Sio tena inshallah. Mbona kwenye kutoa mnakuwa wavivu kusema inshallah? Sema inshallah. Mashaallah. Inshallah mimi nikifika hapo naomba nimalize kwa kusema mimi ni imamu wa Masjid Ihsan iko wale bwana wamenasibisha na sambusa. Hapa kidogo ule mtaa ule. Ukisema sambusa, sumani nimemwelekeza mtu jamani. Wewe njoo uliza mtaa wa sambusa, sema kwa nini kuna sambusa sana nini? Na mimi nikamfuata imamu aliyotoka hapa. Sababu sema ndo kiongozi wetu hapa na kweli tunamsumbua kweli. Kila kitu njoo jibu hapa. Nikamuuliza mimi nimeikuta hii sambusa haya naulizwa huko unasemaje? Anasema bwana hapa mtaa ukiangalia barabara ya Kimbiji inanyoka mpaka Cheka mpaka mjini. Hapa kati hapa kuna kichepuko cha barabara kinachepuka hivi kinaenda Mbutu. Sasa ukiwa hivi kilichoenda Mbutu hiki kinazunguka kinakwenda kukutana na barabara nyingine imetoka Cheka inakwenda tena Mbutu. Wewe unatengeneza pembe ngapi? 3. Sambusa na pembe ngapi? 3. Allah. Sambusa na pembe fasamuna sambusa. Hiyo ndio safu ya mtaa wa sambusa. Kwa hiyo nifikia niseme salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.